Karibu sana kwenye Chuo Talk ambayo niko na washikaji zangu hapa, naiongoza Kalu yule pale. Leo tuna mgeni. Huyu mgeni ni mwanafunzi ambaye anasoma sasa hivi China. Shabani, unaitwa jina lako eh? Yeah. Shabani, unasoma nini? Mimi nasoma double major ya surgery pamoja na medicine. Dadadeki. Yeah. Mbona umeenda kwenye vitu vizito vigumu namna hiyo mdogo wangu? Tunaangalia gap. Unaangalia gap? Yeah. Yeah. Unasoma chuo gani? Soma chuo cha Gannan Medical University, kiko pale katika mji wa Jiangxi katika city moja inaitwa Ganju. Yeah. Unasoma kwa miaka mingapi? Jumla ya masomo darasani ni miaka 5, then lazima niende internship mwaka mmoja. Jumla 6. Yeah. Uko mwaka wangapi? Sasa hivi naelekea mwaka wa 4. Bwana, unakaribia kumaliza. Yeah. Internship unaifanyia kule au unafanya wapi? Kwa sababu kama mtu anahitaji kwenda master, wanashauri sana umalizie pale. Lakini kama unaishia hapo utafanya miezi 3, then miezi 8 utafanya nyumbani kwenu. Hapa katikati kwenye miaka hii 5 unayoisoma, kwa sababu mwisho unataja wa 6 umehitaji internship, si ndio? Yes. Hapa katikati mnapata nafasi ya field kuingia hospitali? Yeah, lazima. Na sio kwamba kuna muda specific wa field, hapana. Ni kama kitu umesoma darasani, unaenda kukiapply. Mna apply. Hakuna gap la wiki au mwezi. Hapana. Ratiba za darasani na ratiba za hospitali au lab zinachanganywa katika. Na mnakwenda kwenye hospitali za kawaida, wagonjwa wa kawaida kabisa? Kawaida. Kwa sababu kule sema kwamba private ownership ni ndogo sana kuliko government. Kwa hiyo hospitali nyingi ziko chini ya government, na hata hizo ambazo ziko private pia zina watu wengi kwa sababu ni kubwa. Okay. Shabani anasoma China, na katika nchi ambazo mimi binafsi nazipenda, nilishakwambia kale, China, napenda akili zao. Sijui kwa nini, lakini napenda akili zao. Hebu niambie kuhusu wa China, kwa sababu kuna siku nilimwambia Joseph hapa, nikamwambia natamani, nilimwambia kwamba kama ningekuwa nina nguvu, sawa, ningehakikisha pamoja na kwamba tuna vyuo vingine duniani, ningehakikisha kuna sehemu kubwa ya Watanzania wanaokwenda kusoma wapi? China. Na wakifika China, nikawa namwambia nilikuwa natamani sana kwamba kuwaelekeza wanafunzi wanaokwenda kusoma China wasome mambo mawili. Akasome kila alichokifuata, si ndio, taaluma ambayo amekwenda kuisomea kama ni udaktari na kadhalika, lakini pia asome tabia za Wachina. Niambie, niko sahihi kwa kiasi gani kuhusu Wachina na kuwasoma? Ni kama umeishi na Wachina. Wachina walichokiinvest zaidi kwa foreigners ni kujua maisha yao. Kwamba Wachina wanahitaji foreigners waelewe utamaduni wao in and out. Na hisi ni miongoni mwa nchi pekee ambazo kwenye swala la marriage kati ya mtu wa nje na Mchina, baada ya kuadapt yale mazingira ni rahisi sana. Tofauti na nchi nyingine. Okay. Yeah. Sasa kwenye hiyo engo wako willing kufanya chochote kile ili kumfanyia huyu foreigner njia rahisi ya yeye kuadapt yale mazingira. Kwa hiyo watakufundisha tamaduni, watakuencourage zaidi usome lugha yao, kwa sababu ndio msingi wa kufahamiana na wao kwa zaidi. Kwa hiyo wale jamaa wako open sana katika kumfundisha foreigner aweze kuadapt na kusoma wao walivyo. Hawajaficha maisha yao. Umekaa miaka 4 mpaka sasa hivi. Yes. Wale watu wakoje kichwani wale? Yaani kwa sababu na waona wako tofauti sana. Umeelewa? Kwa umri wako sijui kama umepata bahati ya kuwasoma nyuma, lakini ukiangalia kwenye ulimwengu wa sasa hivi, Mchina yuko kwenye kila kitu. Umeelewa? Wewe area yako hiyo ya medicine ni moja tu, lakini wako kwenye kila kitu. Juzi nilikuwa naangalia jamaa alikuwa anaelezea World Cup. Anasema Mchina hayuko kwenye World Cup kama mshiriki, lakini presence yake, uwepo wake kwenye pitch, yani uwepo wake, anasema ukiangalia jezi watu wanazozivaa, yani sehemu kubwa zimetengenezwa China. Mipira sijui nini, wanazungumzia zile LED zile screen manini, yani Mchina katika zile pitch zile, katika ambapo football inachezwa, si ndio? Unakuta 90% ni Mchina.
Yani yeye ameshiriki World Cup kuliko sisi wengine wote. Sawa. Ametengeneza mapato makubwa sana. Yani ameshiriki World Cup kwa kiasi kikubwa kuliko hizo timu nyingine zote. Kwa sababu unakuta kiatu ambacho kavaa sijui nani, jezi sijui kitu gani, merchandise zote katengeneza Mchina. Maana yake ni kwamba kuna attitude, kuna kitu ambacho wanacho ambacho watu wengi wa dunia wengine hawana. Zamani tulikuwa tunadhani wazungu ndio kila kitu, lakini nikimpekua Mchina, nipe kidogo hadithi yake. Katika engo hiyo unayoelezea, nitasema kwamba kitu kimoja ambacho Wachina wanacho, Wachina hawapendi uvivu. Okay. Wao katika maisha yao hawapendi bure. Mchina kumpa hela ya bure ni kama unamabuse, anaweza akaikataa kweupe, yani hata kama umetoa kiasi gani, kwa sababu lazima iwe na reason. Nitakupa mfano. Huwa sisi tunafanya culture day. Huwa tunapika vyakula vyetu siku za utamaduni. Tunapika vyakula vyetu, tuna dresi, tunaweza kuchora, tunachora, tunakuwa tunaingiliana nao, kunakuwa na ile interaction ya cultures pale chuo. Okay. Na hii ni sio common tu chuoni kwetu, ni common China nzima niseme, kwa sababu wanahitaji kuona culture nyingine na kuathiri watu kwa culture yao. Okay. Sasa wakati tunatengeza vile vitu, huwa tunatengeza culture kama hii ndoa, tunauza. Lakini sisi intention yetu sio kuuza, ni kuwapa, kuonyesha kwamba na sisi tuna hivi. Lakini ukisema unatoa bure, katika hiyo teneti yako hakuna atakayeja, kwa sababu hawajazoea kupewa bure. Watahitaji hata 0.5 wachangie tu, wao wanahisi ni salama zaidi kwa upande wao. Kwa hiyo ile hali ya uvivu hawana. Lakini kitu kingine, foundation yao, mimi nitasemea kwa age yangu, wanafunzi nosoma nao na ambao nawaona wanakuja katika university, kuna msingi fulani wanaekewa ambao ndio unaofanya wao wawe na mindset ngumu zaidi. Mfano, kuna mtihani, sisi tuna advance, ule mtihani wa form 6. Wao na mtihani wao special kabisa wa kwenda college. Ule mtihani si mtihani tu mwepesi kama tunaofanya advance, tunafaulu, tunaenda. Ule unaitwa ni mtihani wa kuandaa maisha yako. Unaita Gouko ni kama kukua, panda maana yake. Kupanda. Sasa ule mtihani unavyosetiwa ni kwamba ndio kipimo cha maisha yako. Ni mtihani ambao unawekwa kwenye level gani? Unawekwa kwenye level ya kutoka elimu ya sekondari kwenda chuo. Kila mwanafunzi ni lazima. Na huo mtihani kama hauko vizuri si rahisi. Na huo ndo wanasema unakupima maisha yako, kwamba hatima yako iko hapo. Kwa kila mwanafunzi utamuona ameingia chuo mchainizi, basi kwenye akili yake umepata kusikia mtihani unahusisha nini na nini na nini, matendo gani, mambo gani. Ule mtihani wao ulivyo, wale wana sifa moja, wanasoma vitu vyao. Okay. Exactly vitu vyao. Hawasomi ideology za nje. Hapana. na kwa watu ambao wanatazama ile civilization, kwamba kwa nini Wachina walichelewa sana kutoka nje, ni kwa sababu ya hiyo, kwamba walifocus kufundisha vitu vyao na walilock ile nchi ili kuepuka athari za nchi nyingine. Ndio maana mfano leo uwezi ukatumia WhatsApp, uwezi ukatumia Instagram China. Kwa sababu gani? Wanaepusha athari za nchi. Hivi unaelewa anachokisema huyu jamaa? Unachokisema ni kitu kimoja kizito sana. Siku moja nilikuwa nafanya podcast na Shedrack. Katika mazungumzo tulikuwa China. Akawa tunazungumzia civilization. Civilization tafsiri yake kwa Kiswahili ni actually ni tafsiri nyepesi, ni ustaarabu. Lakini civilization inahusisha mambo yote, utamaduni wenu, mila zenu, mambo yenu, umenielewa? Kwa sababu kila taifa, kila nchi, kila watu wana mambo yao, sawa. Na kinachowafanya watu wafaulu mara nyingi ni namna ambayo ile mambo yao wanavyoyashika. Unajua, siku moja mwaka 1700 na kitu, kuna mzungu alitoka akaenda India. Alipokwenda India akawasoma Wahindi.
Aliposoma Wahindi akarudi Uingereza, akawa anatoa ripoti, akasema kwamba wale jamaa tukitaka kuwaingilia na kuwashinda tuna kazi kubwa sana, kwa sababu ya namna ambavyo wameimbrace, wameikumbatia culture yao. Umeelewa? Kwa hiyo wakawa wanasema kitu cha kwanza tunachotakiwa kwenda kukifanya kule kwanza ni kuwapelekea lugha. Kwa hiyo kitu cha kwanza walichokifanya ni kwenda kuwaonyesha kwamba kuongea Kiingereza ni ubabu kubwa, ni usomi, ndio kustaarabika. Sawa? Kwa sababu ukishaanza kuongea Kiingereza unaanza kuvaa na kizungu, yani na masuti zao na mpaka postures, namna unavyojiweka na unavyo question, yani kila kitu. Kwa hiyo wakasema tukitaka kuwashinda wale jamaa tuviingize hivi vitu. Kwa hiyo wakaanza kufanya hiyo kazi, kitu ambacho kwa huku kwa Waafrika hawakupata tabu, kwa Wachina hawakuweza kuviingiza hivyo vitu. Ndicho ambacho Shabani anakielezea hapa kuhusu watu kuyasoma mambo yao, kuyaelewa mambo yao, kitu ambacho sisi Waafrika tena nawaona Waafrika Magharibi kidogo wanajitahidi kuwa na vitu vyao, hata Afrika Kusini wana vitu vyao, lakini huu ukanda wa Mashariki, kwa sababu kaskazini namuona Mwarabu zaidi, ndio Mashariki naona kama tumechotwa sana. Kwa hiyo wale jamaa wanachukua vitu vyao. Yani hata kusoma somo la Kiingereza wengine wanasoma kwenye university level, yani utamkuta anasoma language ya Kizungu, lakini sio kama mimi nikisoma language ya Kizungu. Utanikuta na slang naongea vizuri, ila yeye bado anapata shida, kwa sababu sio kitu ambacho anacho, ni kitu ambacho yeye anaingiziwa tu kutokana na ulimwengu ulivyo, lakini sio kwamba na wanaitazama kama tool tu ya kukutana na watu wengine. Exactly. Kama kwa kuwa utaenda sehemu mtu hajui Kichina, basi jua hiki Kiingereza kwa lakini usipoteze vya kwako. Mimi nitakupa mfano mmoja. Wewe umefika China. Hebu niambie jinsi ulivyokuwa umeishika dola na Wachina walivyokuwa wanaiangalia dola. Utajua kwa nini wale jamaa wamekita sana kwenye yale mazingira yao. Dola sisi tunaithamini, lakini kwa Wachina wengine nakwambia dola sisi hatutumii. Yaani ukienda na dola kwamba unaamini utanunua kitu baada ya sehemu, nimeona hawakubali, hawatumii, sio hela yao. Na wale wana kile kitu kwamba tuna kila kitu, kwa nini tuathirike na vitu vingine? Na hicho kitu kimewajenga kwamba wawe na uchungu wa nchi yao. Kwa mfano, ni mara chache sana kumuona Mtanzania ikiimbwa nyimbo ya taifa analia. Lakini ni rahisi sana kumuona Mchina ikiimbwa nyimbo ya taifa analia. Kwa nini? Tayari ameshapandikizwa ule uhalisia wake. Kwa hiyo akisikia mtu ana destroy country yake, anahisi kwamba huyu ni adui mkubwa sana. Kwa hiyo umeona, sasa unapomleta huyu mtu sasa, umjenge awe daktari, umjenge awe engineer, umjenge awe mwalimu, niambie product gani ambayo itatoka hapo? Inatoka ile ambayo ni haswa. Tutafika huko au tumeshapotea? Tunafika. Mimi nikiangalia kwa upande wangu, tunavyoenda kusoma, tunavyochukua kwamba naenda kusoma nje ya nchi. Mindset ya kwanza ni kwamba labda niende nchi ambazo ni top, ambazo zinafanya vizuri. Ila sasa sisi kama international tunataka kwamba wanafunzi anaenda kusoma nje ya nchi, akasome nchi ambayo ni bingwa kwenye kile kitu. Kwa mfano tukiangalia kwenye biashara, sasa hivi kama ulikuwa unatolea mfano, nani ile akili ya kibiashara ambayo yuko nayo Mchina, ambayo anatengeneza cha kwake, ameweza kukonka ile market ambayo iko Marekani. Sanctions ni nyingi, sanctions za Mchina na Marekani, anajua most wanachopigania pale ni kama wanapigania kutawala ile soko. Kwa hiyo wana ile competence kwamba mimi natengeneza magari, unatengeneza magari. Ukialeta hapa kwangu, ya kwangu yatapendwa zaidi. Kwa hiyo mimi nafanyaje sasa ili cha kwangu kiweze kupendwa zaidi? Kwa hiyo inabidi tuikiane vikwazo kwanza, watu wachague cha ndani ili wasiende cha nje. Kwa hiyo hivyo. Kwa hiyo ile, lakini watu wanatumia akili kubwa sana kwenye biashara. Kama nilivyokuwa nakiongea kwamba leo mimi ninapenda cha kwangu, natengeneza cha kwangu, nina uwezo wa kutengeneza mambo mazuri huko ndani kwangu. Ninawezaje sasa nikatoka huko nje nikaweza kutoa hiki ambacho nimekitengeneza hapa ndani nikakipeleka huko nje na wakipenda zaidi? Lakini mimi sitaki
unitumie kwa dola, nataka unitumie kwa yuan. Ndio ni akili zinatengenezwa. Kwa hiyo mtu unapotoka kusoma hapa, watu waende na ile akili kwamba nikienda tunaenda kuitengeneza pia nchi yangu hapa, nirudi nitengeneze nchi yangu. Ndio maana unakuta wengi wanaenda kusoma India au China, ule ajira ni ngumu. Waweza ukasema nakimaliza China ni baki China nifanye kazi, ila mindset ya kwamba mtu akienda na mindset ya kwamba naenda kuchukua ujuzi ambao wenzangu wameutengeneza kwa miaka mingi, nikachukue culture ambayo kuna vitu kama hivyo. Shabani anasema kwamba China wana impact hiyo kwamba mimi napenda cha kwangu na nini, kwa wewe njoo uchukue education yako. Kama yule anapenda cha kwake na wewe nenda kapende cha kwako. Yes. Kwamba nenda kapende cha kwako pia. Then njoo ubadilishe, kwa sababu wewe unapoona kwamba hamna fursa, unawezia wanaona fursa hapo ya kutosha tu. Leo unaweza kusema kwamba ni ngumu sana kutengeneza tajiri Afrika, lakini mbona wapo? Sio kwamba haiwezekani, na ni matajiri ambao wametokea from scratch. Kwa bado hatujachelewa, tunaweza tuka hapo kwenye bado. Shabani, una miaka mingapi? Mimi sasa hivi nafikisha 24. 24. Hebu nisaidie kitu kimoja. Kwa sababu sisi wengine umri umeenda. Nakuuliza wewe kwa sababu unawakilisha watu waliozaliwa jana juzi. Ndio. Kwa unachokiona kwa hulka na tabia unazoziona China, ulichokiona China, namna ambavyo watu wamejengwa kwenye kuthamini vitu vyao, hata viwe vibaya vipi, si ndio? Yani kwa kiasi kikubwa hawakumruhusu mzungu, utamaduni wa mzungu haukuingia China katika hali ya kawaida, na ndio maana mpaka kesho unaona imekuwa rahisi wao kupush WeChat, si ndio? Hawapati upinzani. Yani unajua kwa mzungu anahisi kama hakuna demokrasia China, kwa maana ya kwamba watu kama wanaburuzwa, lakini wenyewe wanakuambia tunayo demokrasia yetu, tuache tuburuzwe na watu wetu, si ndio? Yani kwa hiyo wanakwenda kwa unachokiona China, namna ambavyo wameweza vile, maana ni kitu ambacho hakijatokea siku moja, sio siku moja, imetokea miaka mingi sana. Na mimi naamini kwamba mimi miaka huwa hainitishi, kwa sababu ukiniambia huyu jamaa amejenga hiki kitu kwa miaka 200, na mimi nitakwambia naweza kujenga kuanzia leo kwenda mbele miaka 200. Sasa wasiwasi wangu, na ndio swali langu linapokuja hapo, kwenye ulimwengu huu wa leo ambao kuna hii mimi naita portal, sawa, portal ambayo wale walijenga China, hii ikiwa haipo. Kwa hiyo kilichowafanya pia wafanikiwe ni kwamba walikuwa ni kama wamewekiwa vitu, hamna hawaoni nje, au hawasafiri sana, hamna vitu vya nje. Kwa sisi wa Afrika, natumia neno wa Afrika, natoka nje ya mipaka tu ya Tanzania. Kwa sisi wa Tanzania na wa Afrika, kwa vitu hivi vilivyopo, TV tunazoziona, vitu vya nje, inawezekana kuwafanya nyie mkarudi ndani. Nataka uwe mkweli. Kwa mkweli kwenye hiyo pointi tunaweza, lakini tutachelewa. Kwa nini? Itachukua muda. Kwa nini? Kabla ya kuwajua wa China walishafanya hivyo vitu, walikuwa navyo. Kutoka kwa Wachina kuja kwetu, hii ni sera. Sio kwamba tu mtu aliamka asubuhi akasema leo nitafute nchi yetu ya Tanzania ni. Hii ni sera. Ni kitu ambacho kimepangwa makusudi na nchi pangwa. Kwamba nendeni sasa nje. Tuko vizuri kwenda nje. Wachina walizalisha kila kitu ambacho walikihitaji. Walifanya majaribio ya kila kitu ambacho walikitaka na wakakigrade. Kwamba hichi kinafaa kwenda kwa upande huu na hichi hakifai kwenda kwa upande huu. Wanajua vizuri kabisa. Ndio maana unaweza ukapata redio ya shilingi 5,000, ukapata redio ya shilingi 10,000, ukapata redio ya shilingi 20,000. Zinafanana zote kwa muonekano. Ila hii moja ikiangukiwa na kijiko inazima. Ila hii ikipigwa rungu bado inafanya kazi. Walishajua hicho kitu. Sasa tunavyo vyote, tunafanyaje? Ikaja sera kwamba sasa mnaruhusiwa kutoka, wakafunguliwa milango ya kuja kwetu. Sasa walichokuja nacho kwetu ni zile grade ambazo walijiwekea kule, kwamba kuna hichi cha 5,000, kuna hichi cha 6,000, kuna hichi cha 10,000. Of which sisi hatuna hata kile cha 5,000. Kwa hiyo kuja kwa unaniambia sasa okay, twende hivi. Wale jamaa wakati wanajijenga hawakuwa na vitu,
walikuwa hawana vitu, ndio? Unajua mfano wake ni sawa na mfano wa Adam. Unajua Adam? Yes. Adam, yani mtu wa kwanza. Mimi siamini kama nilikuwa nyani. Au unaamini? Siamini katika Adam aliposhushwa hapa kwenye ardhi, hakuwa na kiatu, hakuwa na kisu, hakuwa na simu, hakukuwa na redio. Adam alikuta wanyama, wadudu, ndege, miti, yale mazingira, si ndio? Alafu akaanza moja, umeona? Lakini pia sasa Adam hakuwa na distraction. Yani hakukuwa na kitu kinachompoteza njoo, umeona? Yani swali langu mimi ni kwamba mimi natamani tuianze miaka 200 ya kutengeneza ustaarabu wetu, kuthamini ustaarabu wetu, kujijua sisi ni kina nani, ni watu gani. Lakini naiona hii miluzi hizi tunafanyaje? Ulivyosema hapo, nikupe interesting point sana ambayo watu wengi waifahamu. Hivi unajua mpaka leo China wanafagilia mifagio ya mti ile ya porini. Sawa. Kwa nini? Ile ndo standard yao ya maisha yao ya kila siku. Lakini sisi ambao ni consumer wanatuletea fagio la nyuzi, plastiki. Sasa kama yeye anafagilia fagio la mti, lakini wanakuletea la plastiki, ambao mimi huwa napenda kutumia kauli ulimbukeni. Yani sisi katufanya ni malumbukeni wa vile vitu vyao. Niambie, itakuja akili gani ya kusema kwamba na mimi ule mti ule wa porini ule ni umodify niweke pale dukani, na huyu Mchina alete lake la nyuzi aweke pale, alafu Mtanzania atoke nyumbani kwake aje achukue la mti aache lile la nyuzi? Hiyo ni kazi. Umeona ni kazi. Kwanza hapo unajua kwa nini fagio la mti likiisha kwanza halileti athari kwenye mazingira. Maana yake ni kwamba ule mti unakuwa unajichanganya kwenye mazingira, unakuwa mbolea, yani ikiisha sio athari. Lakini plastiki ile ni hatari. Sema sasa watu watatu najua hiyo. Sasa issue sio kujua. Hilo fagio la plastiki ni opening door ya marketing nyingine. Wanaakili watu wanafanya biashara. Ndio kwa mfano, sasa ushaitengeneza hiyo plastiki inakuja, atakwambia kwamba ili kuweza kuidispose ya plastiki unahitaji kitu fulani. Incinerator za kisasa nini anaziuza yeye, anakutengenezea, anakuletea incinerator. Lakini kwake yeye hatumii fagio la plastiki. Kwanza ndio kama lango la kuvitoa sasa, kuvitoa yani zisikae nyumbani kwake, yani zile takataka zisikae nyumbani kwake. Sasa katika hiyo point, umeona, katika hiyo point sisi bado akili zetu zitasahau lile fagio la mti. Nakubaliana na mimi kwamba tuna safari ngumu, ndio maana nakwambia tutafika, ila bado tutachelewa vibaya. Tutengeneze policy za, najua wenye tukiangalia sasa uchumi unavyoenda kwamba lazima utengeneze mazingira ya pesa ibaki ndani. Leo hii KP Motors tunatafuta namna pesa za magari ambazo tunatoa hapa Tanzania tuzipeleke Japani, zibaki humo ndani zifanye vitu vingine, kwa sababu kuna pesa za usafirishaji, pesa ya nini. Kwa hiyo mimi natamani kwamba tunapomtengeneza msomi kwa upande wetu ni kwamba aangalie namna ya kuweza kubakisha kitu chochote kile ndani. Kwa mfano, kwanza unataka kuniudhi hapa. Nitaondoka sasa hivi. Wewe unazungumzia KP Motors inatafuta nini? Mmembeba. Kwa sababu unajua ili hilo jambo litokee ni kwamba kama taifa, yani mkimwona Shabani anafanya kitu fulani, apewe nguvu sawa ya kukifanya kile kitu. Tukimwona Cal International wanatengeneza mazingira ya kusomesha watoto nje, nani anakuja kumsaidia Cal? Unajua mamlaka inatakiwa tengeneze mazingira ya kumfanya Cal akue, kwa sababu Cal anatuchukulia watoto wetu, anapeleka, wanapata maarifa, wanarudi. Kwa hiyo Cal, kama kuna issue za kodi, kama kuna issue za vibali, atengenezewe mazingira. Unajua sisi watu tunadhani vitu vinajitengeneza, hakuna kinachojitengeneza. Yani vitu vinatengenezwa. Nilikuwa nasoma historia kidogo tu ya Toyota.
kwa miaka mingi sana alibebwa na serikali. Kwa sababu nilikuwa nakuvunja hapo kidogo kwamba matamanio yako unataka mti ukue lakini huumwagii maji, ambacho hakiwezekani. Endelea. Kwa hiyo in any case, sawa, kuna muda mwingine labda unaweza ukawa unasubiria sisi kama taifa sasa tukae chini. Of course najua sasa hivi zimekuja wizara za vijana, wizara mpya imekuja, kuna wizara ya wafanyabiashara ambayo inafanya vizuri. Tuangalie namna ambayo pia huu utaalamu ambao tunaupata. Kwa mfano mimi nimekaa India, nimekutana na madaktari wa India. Unajua kuna ile scenario zinatokea kwamba ukitumia professional yako haikuletei pesa. Lakini je, unaitumia katika nani ipi, katika engo ipi? Ndio madaktari wanajua personal branding. Ukienda India ukikutana na daktari anakuambia mimi nitakuwepo labda Radinis au nitakuwepo hospitali X au hospitali Y. Watu wanamiminika pale. Je, huyo sio tajiri? Anatengeneza pesa sasa. Kwa hiyo kuna ule tofauti ambao mtu anaotoka nao nje, tukae nao chini, tuangalie kwamba kuna kitu gani ambacho wewe unaenda kufanya kazi private institute, lakini tunaamini kwamba una ujuzi extra ambao unaweza kutengeneza au kubadilisha na kuweza kuleta mapinduzi kwenye sekta husika, kama ni biashara, kama ni utalii au ni chochote kile. Je, unaletaje hiyo impact? Kwa hiyo of course safari itakuwa ndefu, itakuwa safari ambayo ni lazima tuweze kutukae chini, tutengeneze policies mbalimbali ambazo zinaweza zikanyanyua. Kile kitu kinaanza kwenye policy. Ukisema leo ni viwanda, inamaanisha kwamba hata kama ni wizara ya maliasili na utalii, inamaanisha yenyewe ina switch kwamba tunataka tutengeneze viwanda ndani. Kwa hiyo ile policy inayojengwa pale inakuwa tena sio inakuwa ni taifa zima tunakimilia hapo. Sio kwamba leo unasema ni kitu fulani, kesho unania kwenye kitu kingine. Sasa mwisho wa siku watu wanachanganyikiwa. Kama leo tunasema tuna support Tanzania, tunataka tutengeneze magari yetu ya umeme. Kwa mfano mimi nilikuwa na issue moja, nilisikia kwamba hospitali ya Benjamin Mkapa pale wanataka kuwa hospitali ya taifa. Lakini ile ikiwa sio jambo la wao kuomba, wachukue kitu kimoja. Bwana Shabani, umetoka China, nenda kasome ini Tanzania iwe ndo sehemu ya kwanza, ni sehemu pekee ambayo utapata upasuaji wa ini iwe Benjamin Mkapa Hospital pekee yake. Unaona hapo direct tumeshajiweka hospitali yake, sababu taifa zima linategemea hicho kitu kutoka kwako. Au tuweke kwamba ni upasuaji fulani ambao ni complicated, taifa zima tutegemee pale kwamba hicho tayari umeshatengeneza ni branding au ishakuwa ni marketing kubwa sana. Shabani, unauona ukondoo kwa Wachina? Ukondoo unaujua maana yake? Kama upole yani watu ambao wanatii mamlaka. Wachina wanatii sana mamlaka yao. Kwa pointi ya kutii mamlaka, ni ngumu sana kwa Mchinese kuvunja sheria za nchi yake kwa sababu ya influence ya kutoka nje. Lakini pia wana sheria ambazo zinasimamia, yani ni kwamba ukikosea, haijalishi wewe ni mtoto wa nani. Exactly. Ndio, haijalishi wewe una cheo gani. Tunasema kama Mwalimu Nyerere alivyosema kwamba Tanzania tulikuwa tuna maadui zetu wale, si ujinga, umasikini, maradhi. Wachina nao wana adui yao, corruption. Adui yao ni rushwa. Bwana, katika swala la rushwa China si mchekea. Wako serious. Hata kama ulikuwa ni baada ya rais unafuata. Mapema sana. Kwa hiyo wanachotuambia Shabani hapa ni kwamba mkijiwekea sheria zifuateni. Msio na sheria kwenye makaratasi alafu kwenye uhalisia mwizi wa Mungu anaweza akanyongwa, si ndio? Na akachomwa moto, alafu mtu ambaye anafanya ubadhirifu wa fedha za umma na uzuri kwa sababu kila kitu kiko under government. Hata chuo chenu, kiongozi wa chuo anaweza kuhukumiwa na serikali. Kikitokea kwamba kuna kitu hakionekani, kwamba uliambiwa ujenge madarasa 5 ndani ya miaka 2, yako wapi? Either urudishe pesa na kazi usionayo au maisha yako yaishe wapi? Jela. Simple. Huku kwingineko huku, yani mnaweza mkampa mtu hela
ajenge madarasa 5 ndani ya miaka miwili. Alafu baada ya miaka miwili mkija anawapeleka mpaka kwenye eneo ile. Sasa akia Mungu madarasa alikuwepo hapa. Sasa hapo anaongezea ushirikina upo. Katika kitu ambacho Wachina hawaamini ni maneno. Hataki maneno. Kama umeenda sehemu piga picha mtumie. Habari kwamba hapa nilipofika kulikuwa kuna shimo nikaziba. Yeye anajua kuna shimo. Shabani, ulikwenda China kupitia Kali International? Kali ni pati ya maisha. Pati ya maisha, okay. Kuna mtu niliona video ameitengeneza, anazungumza vibaya sana kuhusu China na sisi wengine ni wazazi. Mimi niambie kitu kuhusu kusomesha mtoto China, kusema ukweli. Kwa sababu ya hiyo ndicho ambacho nilikwambia kwamba natamani mwanafunzi akifika China asome vitu viwili. Asome kilichompeleka kwa maana ya masomo, lakini asiache kumsoma Mchina, tabia ya Mchina. Yaani ukitaka, if you want to be the best, stay with the best. Study the best. Yaani wasome wale watu ambao unawaona wao wanafanya vizuri. Yaani leo mimi mzungu hamfikii Mchina baada ya kujua. Unajua ukiwa hujui unadhani kila kitu ni mzungu, nimekwambia. Lakini ukishajua unakuja kugundua mzungu pia mvivu babu. Ndezi tu. Aniwela hii ndezi. Mzungu pia ndezi tu. Inatengenezwa kitu China, sizo iPhone zenu mnaziona mpaka kesho, designed in California. Lakini is assembled in China. Umeona? Na maraba, vitu vingi ambavyo mnavivaa. Kwa hiyo huyu mtu niliona anaiponda China, anasema sijui watoto kipeleka wa China. Lakini sasa mimi miaka yote hii nimeanza kwenda China miaka mingi. Ninaona watu ambao wanasoma China, wanarudi, wanafanya kazi, au wengine wanaenda nchi nyingine. Hebu kwa mtu kama wewe ambaye sasa hivi umerudi kwa muda mfupi tu, uko mwaka wa 4, miaka 4 unaishi China, si miaka kidogo, si ndio? Na bado utaendelea kuendelea kwenda kusoma kule ili uweze kumaliza, Mungu akipenda. Kuna watu wanaobaguliwa, kuna kutengwa madarasani, kuna nini kinachoendelea? Kwa ufupi zaidi niseme kwamba mentality ya kutengwa au kubaguliwa, Wachina hawana hiyo tabia. Kabla sijakupa kwamba sisi tunasomaje, nikupe tu point moja hapo. Ukifika nyumbani kwa Mchina, kitu cha kwanza atakuuliza umekula? Mchina anajua njaa. Atakununulia chakula, atakupa maji, utakula, utamaliza. Unaelewa Lakini katika hiyo pointi watu wanasema kwamba ukienda kwa Marekani kama kwa mzungu tu, huna appointment naye, anakula ndani. Atakwambia subiri nje na jambo nafanya ndani na napata lunch au dinner, alafu then tutaongea. Lakini kwa Mchina alikuuliza, anajua umekuja bila kumwambia kwamba utakuja au ungekuja. Tena unaongea kama unajua lugha yake, atakwambia chilama, yani kwamba umekula. Sasa kwa nini ameanza umekula? Kwa sababu ana utu ndani yake. Kitu kingine, utaenda maeneo ambayo hawajawahi kuona foreigners. Utakuta watu wenye age kubwa wanakushangaa. Lakini hawakushangaa ile hali kwamba kusema umekuja kufuata nini. Wanakushangaa kwamba hatujai kukuona. Ya kwenye ulimwengu kuna watu wa tofauti. Kuna watu na sisi. Okay. Kwa utakuta mwingine anaibia kukupiga picha. Lakini ukiwa open kuambia njoo upige picha, watakimbia, watakuja, watakuzingira, watampa mtu simu, watapiga picha. Wengine wanapiga video call kwenye familia zao kwamba kumbe kuna watu kama hawa wengine, na utakuwa na maswali tu ya kawaida, nywele zao. Wengine wanakugusa. Lakini sio kukubagua kwamba watu wanavyochukulia mentality kwamba utabaguliwa. Mimi nitakupeni mfano. Nilifika China, nilifika Chinese New Year. Najua ile hakuna shule wakati ule, tunakuwa tuko break. Sasa wanafunzi wa Kichina wako nyumbani. Kwa hiyo unafanyaje? Lazima uende mtaani ukajaribu. Nikutana jamaa mmoja wa Kichina. Mpaka leo unavyozungumza ni rafiki yangu, mpaka watoto wake wananiita mimi mjomba. Kwa ule ukarimu. Alinipokea, akanifundisha, akawafundisha watoto wake kuniheshimu kwamba huyu ni mjomba wake. Na huyu ni mtu. Alienda zaidi mpaka namba za simu za watoto wake akawa ameshare na mimi, anawaambia mkiwa mna shida darasani mtafuteni.
uone kwamba wanavyotafuta kumjua mtu, unajua kumbe huyu ni kama sisi tu, tunatofautiana kwenye vitu kidogo, basi huyu ni mwenzetu. Sasa hiyo ni upande wa kisosho, jamii, mazingira yalivyo. Njoo upande wa sisi tunavyosoma, ambao nahisi huyu ambaye alikuwa anaongea ile swala atakuwa anazungumza kwenye swala la kusoma. Yes. China wana system kama 2 au zaidi. Kuna watu ambao wanasoma medicine au kozi yoyote kwa lugha moja ya Kizungu. Kama mimi nasoma kwa lugha moja ya Kizungu. Chuo chenu maana yake kina ofa kwa lugha moja ya Kizungu. Na hii inatokana na mitaala. Unajua China walivyoweka vyuo vyao, tuseme kwa mfano Dar es Salaam hapa, tuna Ilala, tuna Kigamboni. Hizi sehemu zote zina chuo. Yaani kwamba mtu ambaye anakaa Ilala kuna chuo cha medicine Ilala. Mtu anakaa Kigamboni kuna chuo cha medicine Kigamboni. Ni kwamba mimi niko Jiangxi, lakini Jiangxi kuna Ganzhou, kuna Nanchang, kuna Nankang, kuna hizo sehemu zote hizo zina vyuo. Yaani anaposema kaka Kari anasema kwamba Nanchang Hankang, unaweza kufikiria ni mbali na nilipo mimi, lakini wote tuko Jiangxi. Lakini tuko ni kama katarafa kingine, lakini kana vyuo na vyuo ni vikubwa na vinajitegemea. Na mimi niko tarafa nyingine na vyuo na ni vikubwa vinajitegemea. Sasa kila chuo kina mfumo wake wa elimu, lakini vyote viko under umbrella of MOE, Ministry of Education ya China. Sasa chuo kitaamua kujipeleka. Mimi na collaboration na vyuo vya Uingereza na collaboration na vyuo vya Cuba. Sasa mtaala wangu hautohitaji sana nimpe huyu elimu ya Kichina, ninahitaji nimpe elimu kutokana na collaboration ya vyuo vyangu. Mfano mimi nafanya mtihani wa USMLE, huu ni mtihani wa USA. Kwa hiyo mimi kama nafanya mtihani huo, huwezi ukanifundisha syllabus ya Kichina. Utanifundisha syllabus ambao wa Marekani wanafanyaje, wanatumia. Sasa katika hiyo pointi, mimi huwezi ukanichanganya na mwanafunzi ambaye yeye ni anatumia Kichina moja kwa moja, yani Mchinese. Huwezi ukanichanganya. Lakini sasa kuachana na hicho, kuna vyuo vinatumia bilingual, English and Chinese. Na wana level ya wanafunzi wao kusoma Kichina, kwamba ufike level 5 ndio tuanze kukuingizia masomo yale ya meja yako husika. Sasa huyu anaweza kuchanganyika na wanafunzi nini wa Kichina, kwa sababu hata ile level yake ya Kichina sio chini, ni level ya juu. Anazungumza fluently, anasoma, anaelewa, anajibu maswali kwa Kichinese, yani yuko tunasema kwamba ni full, yani ile package imeshatimia kusoma. Kwa hiyo hawa ambao wanasema kwamba unatengwa kivipi? Unapaswa kusoma a simple Chinese language kwa ajili ya internship, kwa ajili ya practice hospitality. Na katika kawanini, Waislamu wanasema kawanini, katika sheria za urafiki ni mawasiliano. Na sisi kwa komedia yangu, sisi ni madaktari. Ndio. Hauwezi ukawa na urafiki na mtu kama hujaongea naye hata dakika 2 tu. Na katika principle mojawapo ya kabla ya kumhoji mgonjwa, kuna kitu kinaitwa kwamba rapport and consent. Inahitaji uongee kwamba maana yake unazungumzia ridhaa, kwamba baba Masudi, mimi ni daktari, jina langu ni fulani fulani, na unaweza kuonyesha kitambulisho akaverify, kwa sababu kuna wengine sio madaktari wanaweza kai. Ndio. Nina jambo nataka tuzungumze linalohusu wewe kama mgonjwa. Unaniruhusu? Sasa kwa sababu umesha verify, umenisikia toni yangu, muonekano wangu, nasema sasa tuendelee. Of which kwamba nikienda kinyume na hicho kitu kinaitwa rapport and consent, nikachukua taarifa zako, kikatokea chochote kwamba zimekuwa disclosed, sina sifa za kuwa daktari. Sasa katika hiyo pointi huwezi kuongea hiyo lugha. Unategemea vipi uende kwa bibi wa Kichina umwambie kwamba unataka utengeneze rapport na concept ili uweze kuchukua information zake, na wewe huna hata ile misingi kidogo ya ile tunasema mazungumzo ya kijamii. Vipi inawezekana? Utamgusa, atasema au usimguse, utahisi umebaguliwa. Lakini haiwezi tu kaja nikakugusa hivi hata kwenye daladala unasema unataka kuniibia. Hakuna huo uhusiano wa hivyo. Sasa hiyo ndio inapelekea waseme tunabaguliwa. Lakini kwa wale ambao wanaweza kuwa na hiyo simple
Mimi kwa mfano mimi siongee Kichina vizuri. Lakini kuna maneno nikiongea mbele ya Mchina anafurahi, anatabasamu na ataniambia Kichina chako kizuri. Japokuwa anajua kabisa huyu hayuko vizuri kwa nini? Lakini the way unavyo try, anavyoonyesha ile facial expression kwamba tunafundisha mtu na anajaribu kutuelewa na anavyoongea ana kitu. Mimi kuna mwalimu wangu mmoja ni Mchinese, amesoma Ujerumani. Alikuwa ananiambia kwamba jaribu kujifunza Kichina, utaondoka na kitu China. Kwa nini alikuwa ananiambia hivyo? Kwamba ukijikuta kwamba wewe ni international, unataka usome tu meja yako, utaondoka kama ulivyokuja, kama ulivyoingia. Yeah. Lakini kwa nini nakwambia utaondoka na kitu? Ni kwa sababu utapata nafasi kubwa ya kuingiliana na maprofesa wa Kichina. Unajua Wachina wanasoma updated knowledge, hawasomi historical knowledge wale. Mimi nasoma, nilikuwa nasoma genetics, ngombe kaka hapa siku moja kwamba mwalimu alikuja na article kama hivi, akasema hii imetoka jana ndio tutasoma leo. Hajaja na kitabu kilichoandikwa miaka 5 iliyopita. Kwa sababu kama miaka 5 alisema kwamba huwezi kutoa material kwa bakteria, sasa hivi tunaweza kutoa. Kwa nini mimi nikufundishe kitu ambacho kilikuwa kiwezekani? Na mimi Mungu wangu shahidi, nishaingia maabara nikaspendi more than 20 hours kutoa material kwenye bakteria ili tuweze kutengeneza virus. Yaani unatumia material ya bakteria kugenerate kitu kingine ambacho unaweza kupredict virus anayekuja anaweza kawa na ficha gani, ambapo miaka 5 iliyopita ilikuwa haiwezekani. Ni watu ambao wanasema bado kitabu kilichoandikwa miaka 5 iliyopita hakionyeshi hicho kitu. Sasa ile kauli kwamba ukisoma Kichina utaondoka na kitu, kama kweli nisingekuwa najua simple terms, ningewezaje kwenda maabara kushirikiana na Wachinese? Kwa sababu wale wote ambao wako pale wanaofanya hivyo vitu ni Chinese. Kwa hiyo unapojua kwamba akikwambia fanya tena, unajua fanya tena kwa Kichina. Kwa hiyo yeye hatumii nguvu kukuelekeza. Kwa hiyo mnakuwa friendly, unaondoka na kitu. Wow. Asante. Muda wetu unatutupa mkono. Kuna kitu nataka kukimalizia? Nilitaka niifunge hii kwanza. Ili ipate kueleweka. Na nataka niweke vizuri. Wachina ni binadamu. Sawa? Kama binadamu wengine wowote. Ndani yake wahuni hawakosekani, si ndio? Mtu mmoja mbaguzi kwa sababu zake binafsi hawakosekani, si ndio? Washenzi hawakosekani. Kama ilivyo ukija leo Dar es Salaam au Tanzania, ukatukuta tumekaa hapa watu watatu wastaarabu, tunaheshima nini, lakini haimaanishi wa Tanzania wote tuko hivyo. Wako ndugu zetu na kaka zetu wengine wahuni. Kwa hiyo katika kila jamii au watu hapo, lakini kugeneralize, kujumlisha ndio makosa. Kusema kwamba watu wote watakuwa ni wabaguzi, watu wote watakuwa ni wabaya, au watu wote watakuwa ni wazuri. Lakini generally ni kwamba una kundi alichotuelezea hapa, natuambia kwamba Mchina ukifika anakuuliza chikama umekula, manake hasemi kwamba ukunipa appointment kama unakuja, si ndio? Ni kwamba kwa sababu ya na ukienda deep unakuta kama tunataka kufanana hivi tabia zao wa Afrika. Ndio maana unajua Mchina, kabla hatujamaliza, kabla hujaongea Joseph, ndio maana Mchina hapa leo tunapozungumza ndani ya Tanzania anaishi Mwananyamala, lakini mzungu mara chache sana kuishi Mwananyamala. Ndio? Karibu. Mimi nilikuwa nataka nimuulize Shabani atuambie pale kwamba actually alisoma diploma hapa Tanzania, then akaenda China. Umeongeza value gani kule ambapo umetoka? Sasa hivi umekaa China miaka 4. Najua sisi tunapompeleka mwanafunzi tuna mzazi ambaye amekaa nyumbani sasa hivi anatamani kujua kwa mwanangu akienda China anapata nini, au ana knowledge gani kubwa ambayo ameweza kugenerate. Huko tofauti wako ambao umeweza kunotice kwenye mafunzo yako huko nchini China, na ni value gani ambayo umetengeneza na unajiona wapi ndani ya miaka 4 au 3 ijayo kama Shabani? Nafikiri kwenye swali hilo wengi watafikiri labda nitasema nitakuwa dokta, lakini mimi nina perception zangu na na kitu ambacho nimekiona. Okay. Time management. Ukiambiwa 1:30 sio 1:31. 1:30. Hawana hicho kitu wa China. Hilo ni jambo la kwanza.
ukiambiwa hapana ni hapana. Hawana kwamba tutafikiria. No. Sasa katika hiyo pointi, kipindi nimetoka Tanzania nimeenda kule, tunajua tabia za wanafunzi wa Tanzania. Tutachapwa namba asubuhi, tumechelewa. Lecture ataingia darasani, atafanya kitu, tutakuwa against, hatutoingia vipindi. Lakini ukiambiwa kwamba ulipaswa kufanya mtihani na 75% wakapata 74, ni haufanyi kweli. Hakuna kwamba tutabageni. Kwa hiyo mimi nimejifunza sana discipline. Yes. Na tunapozungumzia discipline, watu wengi wanajua kwamba discipline ni mnyenyekevu, navaa vizuri, nasalimia watu. Hapana. Time ni part of discipline. Ile kufanya mambo yako bila kushurutishwa ni part ya discipline. Kutimiza ahadi ni part ya discipline. Chochote ambacho utakifanya accordingly ndio tunaita discipline. Sio habari za kusalimia. Unaweza ukawa unajua sana kusalimia ila huna discipline. Una nidhamu. Kitendo niliambiwa nifike hapa kwa Kakari saa 4 kamili. Nikafika saa 4 na dakika 10. Mimi ni mtovu wa nidhamu. Mimi nakumbuka siku moja tulitoka outreach na mkuu wa chuo. Tuko na wanafunzi wa Kipakistani. Wanathamini sana dini. Wakaenda kusali pembeni. Alitoa dakika 5 tu za kuchimba dawa. Wao wakaamua kuzitumia kufanya ibada. Si kitu kibaya, hakuna mtu ambaye hamjui Mungu. Akamwambia dereva, washa gari tuondoke. Uache. Mimi nikajua kabisa ni discipline. Hakutoa muda wa kufanya ibada. Alitoa muda wa watu wa kuchimba dawa. Lakini nyie afu akamalizia akasema tunaenda na tabia za Kichinese, hatuendi na tabia za nchi nyingine. Ilikuwa ni kauli yake ya mwisho. Akaingia ndani ya gari kaondoka. Full stop. Wengine walikuja na gari private za walimu ambao waliamua tu kuwasubiri ile kuona kwamba, lakini jamaa alipanda basi na wanafunzi waliokuwa ndani ya basi. Sasa mmenielewa ninapokuambia kuhusu kumsoma Mchina huku. Hiki ndiko ambacho mimi ninakililia. Si mmenielewa vizuri? Kwa sababu hata ukiwa fundi mzuri vipi, hata ukiwa mtaaluma mzuri vipi, lakini hizi soft skills kama huna chako utakifanya, lakini unaweza ukachelewa. Exactly. Umeelewa? Lakini hii ukawa unajua kuhusu time management, ukawa vitu vyako vyote unavipanga, ukisema no ukimaanisha hiki, si ndio? Exactly. Hivi ndio vitu ambavyo unaweza kukuta kwa wenzetu vimewafanya wapande haraka sana. Maana yake ni kwamba kama akiahidi anatimiza ahadi. Akisema hiki hakiwezekani. Akisema sitokuja, hatokuja. Akisema nitakuja. Akisema nitakuja muda fulani, hata kama atapata dharura, ana uwezo kucommunicate, kuwasiliana, kuweka kusogea. Maana akisema kwamba kila kitu chao kiko sawa. Sio? Hiki ndicho kitu ambacho mimi natamani kukisoma. Unajua kwa sababu gani? Kwa sababu mambo mengine yote tunayo. Yaani sisi kwenye maandishi Karl na Shabani kwenye sera kama wa Afrika tuna kila kitu nzuri sana. Yes. Sasa ni kitu gani kichocheo gani sisi tunakikosa? Yaani ni catalyst ipi tunayoikosa ya kufanya iweze kucomplement hizi sera? Ndio hiki ambacho nakisema jamaa. Sure. Ukiangalia kila nchi, ulikuwa unasema kwenye moja ya podcast zako, mimi mfuatiliaji mzuri, ulisema kwamba kila nchi ina ramani nzuri sana ya kuitoa kwenye. Yes. Yaani ukizisoma zile ramani unasema kesho tu yaani. Lakini kila ikifika kesho bado umejikuta mko pale. Sasa ile kufanya mission hiyo completed. Nakumbuka kuna siku tulikuwa India, tulikuwa tunakutana na kizetu fulani. Walikuwa wanasoma kozi sana kozi yetu. Sasa unajua sio kila sehemu, kwa mfano India sio kila chuo ni kizuri. Kwa hiyo ukisoma ule mtaala wao, ukisoma zile hints ambazo wanatakiwa wazisome, ukiangalia ile arrangement kwamba wanatakiwa usome physics hii, usome hiki, walikuwa wako perfect. Ila sasa wao wenyewe ukiwauliza kwamba hiki kitu ukisoma, anakuambia
tulikuja tukashangaa dakika za jioni tukapewa slides 2 ikaishi. Lakini ukiangalia kwamba ile certificate ambayo amepewa kwenye transcript ambayo amepewa, masomo aliyoyasoma ambayo yameandikwa mule ndani, ukiangalia kila kitu kilichopo kwenye maandishi unasema this is the best university. Ila ukija ukisikiliza sasa wanafunzi wenyewe zile nani zake ambazo wamepita nazo, unakuja kugundua kwamba kuna makosa. Kwa hiyo ramani ipo ya kuwapeleka nchi ya ahadi, lakini sasa utekelezaji kuna hivyo vitu tunavikosa. Maana nikushukuru sana Shabani, kuna kitu nataka kuzungumzia hapo. Kuna point moja nataka niongezee kidogo sana. Niseme kwamba kitu ambacho nilitaka nikieke wazi kwamba Wachina kwa mtu mwenye discipline watamfungulia fursa. Takupa mfano. Mimi ni mwanafunzi mwaka wa 4 pale chuoni kwangu. Wapo wanafunzi wengi, lakini ni mwanafunzi pekee ambaye nilipata support ya chuo kutoka China kwenda Malaysia kushiriki kuna kitu kinaitwa Modern United Nation UN program za UN kwa ruksa ya chuo. Mimi nasoma medicine, lakini naweza kureason, naweza kudiscuss vitu kutoka kwenye medicine nikaenda kudiscuss business, WTO, World Trade Organization. Na katika kitu ambacho tulikidiscuss nikaja nikakisema mbele ya walimu, after almost kama miezi 4 kikaja kikawa implemented China. Takupa mfano. Unajua sheria sasa hivi ya China kwamba kuna punguzo la taxes kwa nchi za Kiafrika isipokuwa nchi moja tu, Eswatini, Swaziland. Kwa sababu ya wao kuitambua Taiwan kama free state. Hichi kitu tulikidiscuss miezi 5 kabla ya kitu kuwa published. Ndipo mwalimu wangu mmoja anauliza kwamba umeenda, hebu tupe ambacho mnahisi kitatokea. Unajua kule tunafanya we are setting goals and resolution ambazo zile zinachukuliwa, wanazireview, wanaangalia kwamba hii itafanya kazi, hii haifanyi kazi, hii itafanya kazi, hii na then yale mawazo yanakuja kudiskasiwa na watu wakubwa na kuwa published. Sasa hii ni fursa kwa sababu ya discipline. Na kitu ambacho ni cha tofauti, niambie mwanafunzi gani wa chuo anaweza kusikia kengele ya darasani akakimbia? Hichi kitu utakiona chuo. Ukifika chuo China, ikisikika tu kengele ya kipindi, mwanafunzi anakimbia. Discipline. Hajioni kama mtu mzima ambaye anaweza ana maamuzi yake. Yaani huku tayari tukishafika chuo ni watu wazima. Lakini kule ndo maana hata wanapofanya kazi mtu anafanya kwamba nilisomea kitu fulani inabidi nikifanyie kweli, kwa sababu kule napo alifunzwa discipline, hakuachwa hivyo. Discipline, nidhamu, bonge la silaha hilo, na unaweza kujitengenezea wewe mwenyewe kidogo. Ndo muda sasa hivi kufanya applications. Wasaidia sasa hivi ndo muda wa wanafunzi kufanya applications za kwenda kusoma udaktari. Kama wanafunzi amepata division 1.9 na bado hujaamua kufanya machaguzi nikasome nini, wapi na inaanzaje, basi wakaribia Kali International. Hapa consultation, DCB zaidi. Unajua kuna wengi wana zile hajui anataka kwenda kusoma nini na wapi na kwa nini. Kwa hiyo lazima tuwape counseling, udaktari. Unajua wengine wanaweza kusoma nataka niwe daktari bingwa mifupa, daktari bingwa wa nini. Kwa hiyo tunawakaribisha kwa kipindi hiki. Wiki na Shabani miongoni mwa vyuo vikuu bora sana vya udaktari nchini China. Kama wamemsikia Shabani mambo mengi ambayo amewazungumza, kwa hiyo ndo wakati wake ndo sasa hivi. Karibuni sana. Najua mawasiliano yetu mnayaona. Mimi nikushukuru sana kwa kututazama. Shabani, asante sana. Karibu Tanzania. Najua kupata nafasi ya kurudi China mambo yakawe mazuri zaidi. Amen. Bwana, bye bye.